akiwaonya, akiwaambia kwamba tutengeneze safina, lakini hawakusikia. Mtazamaji, moja kwa moja niruhusu nikupeleke upande mwingine ili nikupatie vidokezo vya habari vya hapa na pale, ili pia wewe ujue yale ambayo yanaendelea kutoka maeneo tofauti. Nikianza moja kwa moja ni kwamba wacha nianze na spoti kutoka kule kombe la dunia ambalo laendelea kule katika taifa la Qatar, kwamba wale ambao wanaitwa defending champions Ufaransa walitandika timu ya Australia magoli 4-1 katika kipote ambacho kilikuwa kinaonekana kwamba Australia walianza vizuri, lakini mambo hayakuendea vizuri baadaye. Nikiachana na swala hilo, kuna conversation ambayo inaendelea kuhusiana na kununuliwa kwa mahindi ya GMO ama yasiyo ya GMO kutoka mataifa ya nje. Ni swala ambalo wabunge kwenye bunge la kitaifa, maseneta wanataka clarification, wanataka kwa kweli wajue ni kwa nini mahindi yataka kununuliwa kutoka mataifa ya nje wakati wakulima wana mahindi ya kutosha ambayo yaweza kuuzwa kwa magala ya serikali. Wakati hilo linaendelea, inasemekana kwamba 10,000 tons of maize, imported maize, ziko en route kuja Kenya. Haijajulikana hizo hayo mahindi ni ya GMO, ni mahindi ambayo ni non-GMO. Haijajulikana mahindi yale yanatoka wapi. Na hili limezungumzwa na official moja wa Kenya Ports Authority pale, wakasema kwamba wanatarajia mahindi 10,000 tons, metric tons kufika kwenye port of Mombasa pale, kisha baadaye ndio waangalie manifest mambo yanaendaje. Kumbuka kwamba as yale mahindi yanakuja, gazette notice bado haijatoka kuhusiana na kuletwa kwa mahindi hapa nchini Kenya. Na nikisalia pale kwa nafaka, taifa la Ukraine limetoa msaada wa tani 25,000 za wheat. Wheat inaitwa vipi? Ni mtama, ambapo pale chakula kile kinatarajiwa kupeanwa kwa zile county ama kwa wale wakazi wa maeneo ambapo kuna ukame na wakazi ambao wanakumbwa na baa la njaa. Jana tulizungumza kuhusiana na tandavu ya corona. Hiyo jana kulikuwa na visa 73, asilimia ikiwa ni 12.1, kuonyesha kwamba visa vinaendelea kuongezeka kidogo. Kwa hivyo ni wewe ujilinde kutokana na maambukizi ya tandavu ya corona. Nilikujuza pale awali kwamba kuna kijana mmoja wa miaka 18 ambaye alikamatwa akiwa amevalia sare za shule moja ya wasichana katika kaunti ya Nyeri pale, akiwa ameingia, anajaribu kuingia kwenye vyumba vya kulala pale, lakini alikamatwa. Inasemekana kwamba kijana yule alikuwa na dhamira ya kupatana na msichana ambaye inadaiwa kwamba ni mpenziwe. Ni mambo ambayo nakujuza kwa ufupi tu kutoka hapa ndani. Nikiingia kwenye miungano ya kisiasa, muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, hasa wale wabunge ambao ni wandani wa Azimio la Umoja wa Kenya, sasa wanataka maafisa makamishna watatu wa IEBC, akiwemo mwenyekiti Wafula Chebukati, Boya Molu pamoja na Abdi Gulie, waende on terminal leave kwa sababu mwanzo wa mwaka ujao wataenda retirement. Kwa hivyo wanataka waende terminal leave ili kuruhusu audit of the financials za IEBC. Wale wabunge wanasema kwamba Wafula Chebukati pamoja na Marjan Hussein Marjan ambaye ni CEO wa IEBC wanatumia pesa vibaya kwa kusponsor foreign trips ambazo kwa kweli si za muhimu kulingana na wale wabunge. Kwa hivyo ni wito kutoka kwa wale wabunge kwamba audit ifanywe ya fedha ama jinsi ambavyo zile fedha zinatumika katika tume ya IEBC. Nikiachana na swala hilo, jana
waziri wa elimu Ezekiel Machogu alipata wakati mgumu kujaribu kueleza jinsi ambavyo ile feeding program ambayo alilaunch wiki chache zilizopita inaendelea. Maseneta wengi walikuwa wanazungumza hili wakisema kwamba hawajaona that feeding program ikiendelea kwa kaunti zao, ndo wanashangaa. Zile fedha shilingi milioni 873 ambazo zilitengwa kwa minajili ya kulisha watoto shuleni, ni kipi kinaendelea? Wakisema kwamba wanataka wajue zile fedha ambazo zilikuwa transferred as cash transfers na zile ambazo zilinunua chakula, ni kigezo gani ambacho kilikuwa kinatumika kubainisha kwamba hao wacha tuwapatie pesa, hao wacha tuwapatie chakula. Ni swala ambalo kwa kweli mtazamaji na msikilizaji, mambo ni kujieleza, anastahili kueleza Ezekiel Machogu ambaye ni waziri wa elimu. Nitoke hapa nchini Kenya nikupeleke kule Indonesia. Nilikuwa nimekujuza kuhusiana na ile tetemeko la ardhi ambalo lilipelekea vifo vya watu 162. Kwa sasa hivi vifo vimefikia watu 268, huku watu 151 wasijulikane waliko, na ama zaidi ya watu 1000 wakiwa wameachwa na majeraha ya aina mbalimbali. Kumbuka kwamba ni tetemeko la ardhi ambalo tokea siku ya Jumatatu. Ni tetemeko ambalo lilikuwa la kimo cha Richter 5.6 ambalo lilitokea katika kisiwa cha Java kule Indonesia. Mwisho kabisa, kwa sababu naona pia muda haupo nami hapa ndani, kuna kesi zinazopinga chaguzi za Agosti 9 katika maeneo tofauti tofauti. Kesi ambayo ilikuwa inapinga majibu matokeo ya uchaguzi katika kaunti ya Nyamira katika nafasi ya ugavana bado inaendelea. Kesi ambayo inapinga matokeo ya uchaguzi ya mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisii inaendelea pia, ambapo hiyo jana niliona women rep Doris Donyaburi akitoa ushahidi pale. Siku ya leo ni siku yake Janet Ongera ambaye ni mlalamishi mkuu kutoa ushahidi kuonyesha kama kweli kulikuwa na udanganyifu katika ule uchaguzi wa Agosti 9. Kutoka katika ile kaunti ya Homa Bay, Evans Kidero ambaye anapinga uteuzi wa gavana Gladys Wanga, vile vile kesi inaendelea, ambapo mahakama ya juu imetoa agizo la kuhesabiwa upya kwa kura katika maeneo bunge 7. Kwa hivyo ni yale ambayo yanaendelea katika zile chaguzi ambazo pingamizi kwa matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9. Katika ile kaunti ya Meru, wawakilishi wadi walianza kujadili mswada wa kumuondoa afisini gavana Kawera Mwangaza, wakisema kwamba amevunja sheria, hasa kifungu cha 10 cha katiba, hasa kuhusiana na uajiri, kufuta kazi na suala zima la kumwajiri mmewe. Ni kizungumkuti katika kaunti ya Meru, lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo, na mswada ule ulianza kujadiliwa jana. Kumbuka kwamba mswada ule ulikubaliwa na wawakilishi wadi karibu 68 waanze kujadili swala lile. Kutoka katika ile kaunti ama kaunti ambazo ziko kwenye eneo la Pwani, viongozi wa eneo lile, hasa wale ambao ni wandani wa Azimio la Umoja wa Kenya, wameamua kwamba wakati umefika kufanya kazi pamoja. Niliona gavana pale, ama gavana kutoka kaunti zile, maseneta, hasa wakilishi wadi, hasa wale ambao ni kutoka katika kaunti ya Kilifi, wakisema kwamba wataweka tofauti zao kikando ili wafanye kazi kwa pamoja. Muda naona umeyoyoma, lakini wacha nikujuze hili la mwisho kwamba viongozi tofauti tofauti kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wamejitokeza na kuteta kwa nini muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya haukuwapatia nafasi hata moja kwenye kamati za bunge, nafasi katika East African Legislative Assembly, wakitaka ama wakishurutisha mbunge ambaye aliachiliwa juzi John Waluke apatiwe nafasi yake katika kamati ya bunge ambayo ilichukuliwa
akiwa rumande. Ni baadhi ya yale ambayo tunakujuza katika kipindi cha Anza na Bwana. Acha nizame kidogo ni kwache na kisha nikirudi nitakuwa naangalia wale ambao mko nami tangu tulipo